Saratani za damu ni saratani ambayo inaathiri chembe hai za damu ambazo zinatengenezwa kwenye kiwanda cha damu ambapo ni katika uroto, ndani kabisa ya mifupa. Na damu ina chembe za aina 3 zaidi ambazo zinafanya kazi mbalimbali. Ukiwa na saratani ya damu, hizi chembe zinaathirika. Eza zinatengenezwa nyingi sana ambazo hazina uwezo wa kufanya kazi. Kwa hivyo zinaathiri utengenezaji wa chembe zilizo sahihi. Kwa hiyo damu yako itakuwa haiwezi kufanya zile kazi ambazo inatakiwa kufanya. Kazi ambazo ni kusafirisha hewa ya oxygen, kusaidia ugandishwaji wa damu ili unapoumia usitoke damu kupita kiasi, lakini pia chembe kinga ambazo zinakuzuia usipatwe na magonjwa mara kwa mara. Na kutoka hapo niliposema saratani ya damu ni nini, tunaweza tukapata kujua dalili mbalimbali za saratani ya damu. Kwa sababu hizi dalili zinatokana na kuathirika kwa zile chembe zinazotengenezwa kwenye damu. Kwa dalili ya kwanza, mtu atakuwa na upungufu wa damu. Mtu mwenye upungufu wa damu anakuwa na dalili ya kuchoka. Hana nguvu. Kama alikuwa anaweza kutembea umbali mrefu akapanda ngazi, basi anachoka kabla hajafikia ile hatua ambayo amezoea kufikia. Lakini pia anaweza akawa anapata magonjwa nyemelezi mara kwa mara, homa za mara kwa mara. Huyu mtu akawa anazipata, lakini pia akawa anatoka damu kirahisi. Anaweza akaamka asubuhi akapiga mswaki akaona damu inatoka kwa wingi. Lakini anaweza akavilia damu sehemu mbalimbali za mwili. Huwa tukijigonga na kitu kigumu unaweza ukavilia damu. Lakini ukiwa una upungufu wa chembe za kugandisha damu, hata ukiguswa kwa njia ya kawaida unaweza kujikuta umevilia damu, na wakati mwingine usijue hata ulifanya nini ukavilia damu. Lakini pia hii saratani ya damu inaweza kusababisha uvimbe, kwa sababu pia hii saratani inaathiri pia chembe ambazo ziko kwenye matezi, tunasema lymph node kwa lugha ya kitaalamu. Kwa hiyo mtu anaweza akatokea uvimbe sehemu mbalimbali za mwili. Mitoki, tunafahamu kwa lugha ya Kiswahili matezi au mitoki. Mtu anaweza akawa ameumia kwenye kidole cha mguu akavimba mtoki juu ya mguu, au akaumia mkononi akavimba mtoki kwa pani. Sasa hii mitoki au matezi anaweza kuathirika na saratani, ambayo pia iko katika grupu ya saratani za damu. Akawa ana uvimbe mbalimbali ambazo zinakuwa taratibu na kuongezeka kwa muda mrefu. Hizi ni baadhi ya saratani za damu, lakini pia anaweza akaathirika kupata kwenye mifupa, kuwa anavunjika kwa urahisi, hasa kwa saratani ya damu ambayo inaitwa multiple myeloma. Kwa saratani za damu tunaweza tukaziweka katika makundi 4. Kuna saratani ya damu tunayoita leukemia. Na pia kuna saratani ya damu ambayo inaitwa lymphoma, ambayo inaathiri matezi au mitoki niliyoisema iliyoko kwenye mwili sehemu mbalimbali, inaleta uvimbe. Ile leukemia inasababisha upungufu wa aina zote za damu mwilini. Lakini pia kuna ugonjwa unaoitwa multiple myeloma. Huu unawapata zaidi wakubwa. Hii leukemia na lymphoma zinaweza kuwapata watoto na watu wakubwa, lakini multiple myeloma inawapata zaidi watu wazima, na hii inaathiri mifupa. Anaweza akawa na maumivu kwenye mifupa, anaweza akapata kuvunjika mifupa bila kupata ajali, tunasema pathological fractures. Lakini pia inaweza ikaathiri utendaji kazi wake wa figo. Kwa hiyo anaweza akawa na matatizo katika hizi sehemu mbalimbali, na kuwa pia na kupata infections au maambukizi ya magonjwa kwa urahisi zaidi, kwa sababu inaathiri pia kinga. Na zote hizi zinaweza zikaja na dalili zingine ambazo zinaweza zikawa za magonjwa mengine, homa kama nilivyosema, maumivu ya mifupa, kutoka jasho kupita kiasi hasa wakati wa usiku, na pia kukonda, kupungua uzito bila kufanya diet. Hizo ni dalili na aina za saratani. Lakini sasa tunaweza kugundua vipi saratani? Umeshahisi dalili ukaenda hospitali. Ukifika hospitali tutakufanyia vipimo mbalimbali. Hivi vipimo vinaweza vikawa vya damu. Tutatoa damu yako, itaenda kuchunguzwa. Itaangaliwa wingi wa damu na jinsi gani chembe za aina mbalimbali za damu zimeathirika. Inaweza ikakutwa kuna chembe ziko nyingi mno kupita kiasi, au inaweza ikakutwa chembe zote ziko chini sana, kwa sababu ile kiwanda kinachotengeneza damu kimeathirika. Lakini pia kipimo kingine, sasa tumesema saratani ya damu asili yake ni kule kwenye kiwanda cha damu kwenye uroto. Tutatumia sindano maalum kutoa damu kutoka kule kwenye mifupa. Tunasema hii ni bone marrow aspirate au bone marrow biopsy.
hivi vitapelekwa maabara kwa wataalamu, watapima, na wakipima wataweza kujua una saratani ya damu na ni aina gani ya saratani ya damu, kwa sababu matibabu yanategemea na wewe una aina gani ya saratani ya damu. Matibabu yako tofauti. Lakini pia unaweza ukahitaji kufanya vipimo vya radiolojia, ukahitaji kupima chest x-ray ya kifua, ukahitaji kupima CT scan ya kifua na sehemu mbalimbali ya mwili, kutokana wewe unaonekana una uvimbe umeathirika sehemu gani. Ukikumbuka nilisema zile saratani za damu zinazoitwa lymphoma zinaleta uvimbe. Huu uvimbe unaweza ukawa sehemu ya nje, lakini unaweza ukawa sehemu ya ndani ya mwili, tumboni, kifuani. Kwa hiyo ukahitaji vipimo vya CT scan au MRI ili daktari aweze kujua si tu kwamba una ugonjwa wapi, lakini ugonjwa umesambaa kiasi gani. Kuna vipimo vya kujua ugonjwa na kuna vipimo vya kuangalia ugonjwa umesambaa kiasi gani. Kwa hiyo na vipimo vingine kutokana na hali ya mgonjwa tunaweza tukahitaji kuchunguza, kutoa maji katika uti wa mgongo kujua kama saratani imefika kwenye mfumo wa fahamu. Hivi ni baadhi ya vipimo ambavyo unaweza kupima kugundua kwamba mgonjwa ana saratani, na ukishagundua ana saratani lazima ujue saratani ya aina gani ili uweze kujua utaitibu vipi. Lakini pia matibabu yanategemea hiyo saratani imesambaa kiasi gani. Matibabu ya saratani sana sana yako ya aina 3 tunaweza kusema. Matibabu saratani ya damu, naongelea matibabu ya saratani ya damu. Kwa sehemu kubwa kabisa ni dawa za mishipa za saratani, tunaita chemotherapy. Karibia wagonjwa wote wenye saratani ya damu lazima watahitaji kupewa dawa za saratani kwa njia ya nini? Ya mshipa wa damu, ambao tunaita chemotherapy. Lakini kutokana na aina na hii saratani iko sehemu gani, imesambaa kiasi gani, wanaweza pia wakahitaji matibabu ya mionzi, unasema radiotherapy. Lakini pia kuna matibabu mengine ambao wagonjwa wachache wanapata au yanatumika kwa aina maalum, aina fulani za saratani, ambao tunaita ni matibabu maalum au tunaweza tukasema targeted therapy. Kuna matibabu ya njia ya kinga ya mwili, tunasema immunotherapy. Lakini pia baadhi ya wagonjwa wanaweza wakahitaji kupewa ile dawa ya mishipa ya saratani, lakini pia wakahitaji kupandikiziwa uloto, bone marrow transplant. Kwa hiyo kwa ujumla hayo ndio makundi ya matibabu. Unaweza ukapewa moja wapo au ukahitaji mchanganyiko wa aina hizi mbalimbali za matibabu kutokana na aina ya saratani ulionayo, lakini pia kutokana na imesambaa kiasi gani. Lakini pia unaweza ukawa unapata msongo wa maisha, kwa sababu mtu akiambiwa ana saratani anakuwa ana huzuni, anakuwa ana hofu, anakuwa ana mawazo, hasa akiwa mtu mzima. Watoto wanaweza wasipitie hiyo. Lakini kwa hiyo huyu mtu atahitaji kupata huduma saidizi, huduma ya ushauri nasaha, huduma ya kutiwa moyo. Lakini katika haya matibabu ya saratani niliyoyataja, huyu mtu anaweza akasababika kupungukiwa damu, tukampatia pia matibabu saidizi. Anaweza akahitaji kuongezewa damu ya aina mbalimbali, aidha zile chembe za kugandisha damu au chembe nyekundu za damu. Lakini pia anaweza akapata magonjwa nyemelezi kwa sababu ya saratani yenyewe au ya matibabu yake. Kwa hiyo tutamtibu ile maambukizi anayopata. Lakini anaweza akapata matatizo ya lishe kwa sababu akakosa hamu ya kula, au saa nyingine anapata vidonda mdomoni. Kwa hiyo atahitaji pia kupata lishe maalum na ushauri wa jinsi gani yeye kuhakikisha kwamba amepata lishe iliyokuwa sahihi na kuweza kuhimili haya matibabu ya saratani. Lakini saratani ya damu inaweza ikatibika na ikapona. Ufanye nini ikiwa wewe au mpendwa wako au jirani au rafiki umeona ana dalili ambazo zinaweza kuashiria na saratani ya damu? Tunakushauri uwahi kituo cha afya au hospitali mapema ili uweze ukafanyiwe vipimo, na ukijulikana una saratani ya damu upate matibabu sahihi kwa wakati. Na kuna huduma saidizi mbalimbali unaweza ukazipata. Unaweza ukaunganishwa na makundi ya watu ambao wana tatizo kama lako. Ukiwa peke yako unaweza ukazania maisha yako yamefikia mwisho. Hizi tunaita support group, ambazo zingine ni za wagonjwa wenyewe. Unakutana na watu wenye tatizo kama lako, watakutia moyo, lakini tutakupatia taarifa sahihi za kuhusu ugonjwa wako, utatibiwa vipi, ni muda gani unaweza ukahitaji kupata matibabu, ili uweze kujipanga vizuri jinsi ya maisha yako kuendelea wakati unaendelea kutibiwa saratani ya damu. Saratani za damu zikigundulika mapema, zikapewa matibabu sahihi, utatibiwa
na unaweza ukapona kabisa. Watu wa huduma za afya wako kukuhudumia kama utapona hili tatizo. Kwa hiyo usife moyo, karibu tukuhudumie.